tunaleta ujumbe wa matumaini kwa Tanzania, kuwaeleza fursa na usaidizi wa kiuwekezaji ambao upo kwa ajili ya Watanzania na kwa ajili ya wawekezaji kupitia TIC, usaidizi ambao umewekwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa serikali ya awamu ya 6. Watanzania wengi wamekuwa na kawaida ya kufanya biashara. Kwenda tunanunua mzigo tunakuja kuuza. Lakini sisi tumekuja kuwashawishi kufanya uwekezaji. Na lengo ni kuwabadilisha yule mtu ambaye anakwenda kununua vifaa vya nyumbani au furniture China na kuja kuziuza Tanzania aweze kuweka kiwanda sasa hapa, kwa sababu soko analijua, wateja tayari anao, azalishe zile bidhaa hapa nchini. Na tumepata zaidi ya wafanyabiashara 100 kwa leo, na ni zoezi endelevu tutakuwa tunalifanya kila mwezi kupitia kanda yetu ya Mashariki ili kutoa elimu na wafahamu kwamba kuna usaidizi mkubwa ambao serikali imeweka kwa wale ambao wanataka kuanza kuzalisha bidhaa zao nchini Tanzania. Soko linakuwa, mji wa Dar es Salaam unakuwa, kuna maeneo 5 ambayo tunayaona yana ongezeko kubwa sana la viwanda, viwanda vya bidhaa za ujenzi kuanzia chuma mpaka misumari, mabati na maeneo ya namna hiyo mpaka gypsum, simenti. Lakini tunaona eneo kubwa sana, ongezeko kubwa sana la bidhaa za majumbani, kwa Kiingereza wanaziita fast moving consumer goods. Lakini tunaona eneo kubwa sana bidhaa za nguo na bidhaa za pamba, textile products. Tunaona eneo kubwa sana bidhaa za usindikaji wa chakula na mazao ya kilimo kwa ajili ya soko la ndani na nje, lakini pia bidhaa za mbao zikiwemo furniture na maeneo mengine. Sasa haya ni maeneo ambayo tunaamini kwa mitaji ambayo ipo Kariakoo wanaweza kabisa kuwekeza nchini, wakanunua mashine, tukawafanyia usaidizi kupitia TIC, tukawapa incentive wa Tanzania wakawekeza kwenye maeneo hayo kwa kiwango kikubwa, na ndio ujumbe ambao tumeuleta leo hapa Kariakoo. Sisi kama kituo cha uwekezaji tuna kituo cha pamoja cha uwekezaji cha pamoja, One Stop Investment Center, ambao tumeweka taasisi zaidi ya 16 za serikali, na pale tunatoa huduma za pamoja kwa wawekezaji wote wa ndani pamoja na wa nje. Na lengo letu ni kuja pia kuwapa taarifa wawekezaji na wafanyabiashara walioko Kariakoo kwamba kuna nafasi na kuna fursa kubwa sana kwa wao kutumia kituo hiki, kunufaika na kufaidika katika kuanzisha uwekezaji wao na kupata wepesi. Pale watakutana na wenzetu wa BRELA, watasajili bidhaa za biashara zao, wapo wenzetu wa TRA watawapa ushauri wa masuala ya kodi, wapo wenzetu wa TMDA, TBS pamoja na taasisi, wapo wenzetu wa Wizara ya Ardhi watawasaidia kupata maeneo sahihi kabisa kwa ajili ya uwekezaji wao. Kwa hiyo ni jambo zuri na kubwa, na tunawahakikishia kwamba usaidizi utakuwepo siku zote kwa ajili ya wawekezaji wote wenye ndoto za kuanzisha jambo. Na ndio lengo la Mheshimiwa Rais, Tanzania yeyote mwenye nia, mwenye ndoto ya kuanzisha uwekezaji wake aweze kuanza na kupata usaidizi kupitia serikali, na tutawapa vivutio kuhakikisha kwamba wanaanza uwekezaji kwa urahisi. Na kama tunavyofahamu, nia ya uwekezaji ni nini? Kuleta ajira kwa Tanzania, kwa Watanzania, kuongeza kodi serikalini, lakini pia kusaidia kuzalisha bidhaa ambazo Watanzania tunazihitaji, lakini pia kuuza katika nchi zetu za jirani, lakini pia kuleta teknolojia mpya na mahususi nchini kwetu ili uchumi wetu uweze kunyanyuka na kukua. Hali ya uwekezaji ni nzuri sana, na mwaka jana, mwaka 2024 ulikuwa mwaka bora kabisa wa uwekezaji tangu tulipoanza kuchukua takwimu mwaka 1991. Tulipata uwekezaji wa takriban dola bilioni 9.3, zaidi ya trilioni 18, lakini pia miradi 901 nchi nzima, na zaidi ya miradi 400 ikiwa ni miradi ya viwanda. Kwa hiyo ongezeko kubwa sana la ajira, ongezeko kubwa sana la mapato ya serikali yanayotokana na kodi, lakini ongezeko kubwa sana la biashara katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na kama tunavyofahamu, mwanzoni mwa mwaka huu viongozi wetu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki walipokuwa wanakutana pale Arusha, kiongozi mmoja wa nchi ya jirani alitoa ushuhuda kwamba Tanzania sasa ndio nchi inayoongoza kwa biashara na nchi jirani katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa sababu ya ukuaji wa uwekezaji na uzalishaji unaotokea nchini Tanzania. Na mwaka wa 2025 tunaona pia ongezeko kubwa, hadi kufikia mwezi huu Mei zaidi ya miradi 230 imeshasajiliwa katika kituo cha uwekezaji, na tunategemea kasi hiyo iendelee mpaka mwisho wa mwaka.